بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. طبتم والله وطابت الأرض التي فيها دفنتم، فيا ليتنا كنا معكم ونسير على هداكم ولا عدوان إلا على الظالمين. تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. Ni maneno ya Imam al-Hussein alayhi salam akitoka Madina akielekea Makka hadi kufika katika viwanja vya Karbala. Maneno haya alikuwa ni mwenye kuyakariri mara kwa mara, akionyesha kwamba kutoka kwake kule ilikuwa ni kutoka kwa khiari, ni kutoka kwa kutekeleza awamirul ilahia katika hali ya utekelezaji wake ule, akiwa na mapenzi katika utekeleza kule. Kuingia katika uwanja wa Karbala kuna abadi nyingi, kuna milango mingi. Khatibu yoyote yule anaweza kuangalia upande wa elimu, na mwingine akaangalia upande wa ushujaa, na mwingine akaangalia upande wa utiifu, na mwingine akaangalia upande mwingine na mwingine. Lakini ukiangalia mihwar ya thawra ya Imam al-Hussein alayhi salam ilikuwa inazunguka katika mihwar ya hubu, na kwa taabiri aliyoichagulia Sayyid Aidarusi al-Alawi aliita Karbala madrasatul ishqi al-ilahi, yani kwamba Karbala ni madrasa ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hizo ni abadi ambazo mtu anaweza kazichukua katika kuingia katika uwanja wa Karbala. Lakini mimi nimechagua kuelezea pande moja ambayo inaelezea sababu ya kwa nini thawra ya Imam al-Hussein alayhi salam imebaki hadi sasa, na kila mwaka ni kama inatajaddad, kila mwaka inakuwa na athari kuliko mwaka uliopita. Kawaida ya matukio ya kibinadamu
ni kwamba yanapokuwa yametokea yanakuwa na athari kuliko miaka inayokuja. Kwa mfano, unakuta mtu akifiliwa na mzazi wake, ile hali humwathiri wakati amefiliwa, na kadri ya siku zinavyozidi ile athari ya kuumia inashuka, na kuwa tena haumii kama siku ya kwanza ama ile siku ambayo mzazi wake amefanya nini, ameiacha dunia. Lakini kadhia ya Imam Hussein ni tofauti. Yani kuna ile siku ambayo ilitokea iliumiza watu na inaendelea kuumiza hata watu ambao hawakuwepo katika hiyo siku, na inakuwa na athari zaidi kuliko hata siku za nyuma. Je, tunaweza tukasema kwamba sababu za athari ya thaura Imam Hussein alayhi salam ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, aliposema kwamba inna likatli al-Husayn hararatun fi qulubi al-mu'minina lan tabruda abada. Hiyo ndio sababu, ama kuna asbab nyingine waraa hayo maneno? Bila shaka Mtume asingesema hivyo, usingekuwa na muathirat na vitu ambavyo ni muahilat za hii athari kupatikana. Kuna baadhi ya awamil ambazo kwa utafiti wangu nimeona kwamba huenda ikawa ni sababu ya thaura Imam Hussein alayhi salam kutajaddad kila mwaka na kuwa na athari kila mwaka, mbali na kurudi kuangalia yale yote ambayo yalitendeka katika uwanja wa Karbala. Lakini ni sababu zipi ambazo zimefanya hii thaura imebaki na inaendelea kupata nguvu na inakuwa ni mulhima kwa watu wengine pia kufanya thaura kwa kupitia kwa thaura Imam Hussein alayhi salam? Kuna baadhi ya awamil ambazo tukizirudia huenda ikawa ni moja ama ni baadhi ya zile sababu ambazo zinafanya thaura Imam Hussein alayhi salam iwe na athari na iwe ni mulhima na iwe ni yenye khulud zaidi kuliko thaurati zingine. Kwa sababu kuna thaurati ambazo zilitokea kabla Imam Hussein alayhi salam, zipo, na kuna thaurati ambazo zimetokea baada ya thaura Imam Hussein alayhi salam. Lakini ukirudia thaurati hizi zote unakuta zenye zilibarikiwa kuwa na athari na kubaki katika ulimwengu ni thaura Imam Hussein alayhi salam, na nyingine ambayo tunaona inaiga thaura Imam Hussein alayhi salam ni hii thaura ya Jumhuriya al-Islamia fi Iran. Je, sababu huenda ikawa ni nini katika thaura hii kubaki? Nimepata sababu kama 7 ambazo ni muashirati huenda za kuonyesha kwa nini thaura Imam Hussein alayhi salam ilikuwa ni yenye kubaki na yenye kuathiri kila mwaka. Sababu ya kwanza ni kwamba thaura hii ilikuwa ni qaima ala asasi albasira walhikma walmanhaju salim. Tukiangalia thaurati zingine ambazo zimefanywa, unakuta watu wanafanya thaura ndio, lakini huenda hawana manhaj sahihi ya kufanyia thaura. Hiyo kwanza. Lakini pili, wako na strategy gani ile thaura kubaki? Yani kitu ambacho kina garanti ile thaura iendelee kubaki, ama yale tuseme thaura iendelee kubaki, ni kitu gani ambacho kinadhaminia ile thaura ibaki? Sasa ukiangalia thaura Imam Hussein alayhi salam ilikuwa ni thaura ambayo imesimama kwa misingi ya basira,